kwa sababu wazee wanapokalia mbele kuulinda uongozi, vijana watafuata. Mwajua ukosefu wa adabu mkubwa unasababishwa na wazazi. Wakati mtoto anapowasikia kila mara wazazi wake wanamsifu mtu, wanamuheshimu mtu, automatic watamuheshimu. Wakati watoto nyumbani wanaposikia wazazi wanamkosoa, na hii ndio ina matatizo makubwa yanayokuja, wazazi kutukana walimu mbele ya watoto. Mtoto amekuja na homework nyumbani na wewe uko na stress zako, na mtoto ataka kusaidiwa, unazimaliza kwa mwalimu. Ama hakuna tabia hiyo? Unasikia mzazi, wewe mwalimu wenu ni mpumbavu. Ama wewe mwalimu wenu hana akili. Homework zote hizi kazileta hapa. Hata kama mwalimu amefanya makosa, pengine ameleta kazi zaidi ya uwezo wa ule kijana, usikomenti vibaya mbele ya kijana kuhusu mwalimu wake ambaye wewe wamtarajia kesho ndio atakuwa kielelezo chake. Kwa hivyo utovu wa adabu mara nyingi unasababishwa na kupayuka ovyo kwa watu wazima mbele ya vijana. Watu wazima wanakaa wanabomoa uongozi. Hata kama muna shida zenu uko juu za uongozi, ingieni kwa rumu mumalizane. Hawa vijana wakifungua macho wanajua leadership yetu ni hii na lazima tuheshimu hapa, hata kama huko ndani nyinyi muna shida zenu. Na ndio unaambiwa mume na mke mkikosana musirushiane maneno mbele ya nani? Mbele ya watoto. Muna asisi misingi ya kutowaheshimu nyinyi. Na hii ndio funzo anaotufundisha Muslimu ibn Ausaja. Amemshika mkono nani? Habibu ibn Mudahir.